Asante. Kwanza nikusalimu wewe unayetazama kupitia Mzee wa Upako TV kwa kingamuzi cha Azam ama Star Times kwa kingamuzi cha Star Times. Kule kwenye Azam channel ya Mzee wa Upako inapatikana kwenye Azam channel kingamuzi cha Azam. Kama unatazama basi Mungu akubariki. Lakini pia wewe unayefuatilia mafundisho ya Biblia, maombi, maombezi, maungamo, sala, Mungu akubariki. Kwanza tuna lengo kubwa tuseme la kuja hapa kwa njia ya mtandao wa Facebook ama Instagram ama TikTok. Wiki hii ni wiki ya Pasaka. Ni wiki muhimu sana kwa kumbukumbu ya imani ya Wakristo kote duniani. Kwa wale ambao wanamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi. Ni wiki ya muhimu sana. Ni wiki ambayo Yesu alipa gharama, wiki ya kulipa gharama. Wiki ambayo mwana wa Adamu alipa gharama ya dhambi za wanadamu ambazo zinatokana na anguko la Adam, mwanadamu wa kwanza alianguka bustani ya Eden, akutekeleza maagizo ya Mungu. Mungu alimpa Adam maagizo, Adam akutekeleza. Katika maisha yako ogopa sana mtu ambaye hatekelezi maagizo, hatekelezi makubaliano. Mtu ambaye mlikubaliana kwa dhati kabisa, kwa moyo wote mkakubaliana, afu yeye anatenda matendo nje ya ambavyo mmekubaliana. Wakati wote hawa ni watu hatari kwako. Wanakuwa na sura mbili, wana tabia mbili mbaya. Kwanza ni wasaliti, lakini pia wanaelemewa na dhambi ya unafiki. Kwa hiyo ni siku ambayo, wiki hii ndio wiki ambayo mwana wa Adamu alipa gharama ya dhambi na makosa yetu. Kwa hiyo tumeanza wiki ya Pasaka. Jumatano ya leo ndio Yesu aliingia Bethsaida kuelekea Yerusalemu. Jumatano ya leo ndio Jumatano ambayo Yesu aliingia Yerusalemu akiwa amepanda punda. Hakupanda farasi, alipanda punda, ikiwa ni ishara analeta amani duniani. Farasi ni usafiri wa kivita, wa kibabe. Lakini Yesu alitumia usafiri unaoashiria amani. Wale ambao waliwaponya, waliuona wokovu kwa mahubiri yake na maombi yake, walimwazimisha, walizihirisha furaha na matumaini makubwa ambao wanayo juu ya Yesu. Pale walipoimba Hosana mwana wa Daudi, walikuwa wanazihirisha amani walionayo, matumaini walionayo, faraja walionayo kupitia mafundisho yake, mahubiri na maombi yake. Tukupe nini Bwana wa uzima? Walimpa sifa na shangwe, Hosana mwana wa Daudi. Hii ndio siku Mayahudi walitandika nguo zao kama ishara kumheshimu huyu Mungu aliyemleta Yesu duniani, na kumuenzi Yesu mwenyewe kama mwalimu mwema, mwalimu wa mlimani. Walimtambua kama mtu aje kusema mbele ya Mungu na wanadamu. Maandiko yanasema Yesu mafundisho yake akifundisha si kama walimu wao, alikuwa anafundisha mafundisho kama mtu mwenye mamlaka. Lakini pia wanasema mtu Yesu aje kusema mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Mtu nabii aliyetembea huku na kule akitenda kazi njema na kuwafungua wote walioonewa na nguvu za giza. Hii ni wiki ambayo Wakristo kwa moyo moja, nadhani hivyo, wanaazimisha gharama ambayo Yesu alilipa, gharama ya makosa na dhambi zetu. Walimba Hosana Hosana, maadui, wakinzani, wale wasioamini wito wa Yesu, wasioamini thamani ya Yesu. Maana Mfarisayo hakuna thamani iliyo ndani ya Yesu.
Na kama waliona basi walijaa wivu, maandiko yanasema. Maana alikuwa anahatarisha mamlaka yao ya kanisa ya kidini. Wanahatarisha ushirikiano wao na Warumi. Wanasema huyu Yesu, mahubiri yake, mafundisho yake anatengenezwa na wafuasi wengi. Yamkini Pilato au Kaisari atatuondolea nafasi yetu katika nchi hii. Ukitoa utawala wa Rumi, walikuwa wanafuata wao Mafarisayo. Wakamwambia Yesu, hii kitu hatari sana. Waambie watu wako waache kupiga kelele. Mwalimu akasema, hawa kinyamaza, mawe yatapiga kelele. Hawa kinyamaza, mawe yatapiga kelele. Kwa nafuu watu wapige kelele kuliko mawe. Ndio maana nyumbani kwako ukimsema mtu vibaya, ukamsema mtu, mwacha jitetee. Mwambie sema, jitetee. Unapomnyima kusema, unatengeneza bomu ambayo iko siku italipuka kwa sheria za uumbaji. Mtu kimpiga, mtoto kimpiga, usimwambie usilie, maana kina mama ndio kazi yao. Mama anakupiga afa anasema usilie. Mimi nilikuwa spendi, napenda mama nilikuwa lazima kupigwa na mama, lakini nilikuwa naumia zaidi anapokataa nisilie. Wacha nilie, na ndio njia na mimi na hisia, ndio njia kutoa machungu ndani ya moyo wangu. Yesu akasema, hawa kinyamaza, mawe yatapiga kelele. Watu wanapozungumza, mtu kimsema, mtu kimfukuza kazi, mtu chochote kile, ukimsikia anaanza kusema, kama semo yake hana madhara makubwa, mwache aseme. Ukipima masemo yake, kusema kwake hakutazaa madhara makubwa, hakukiuki Torati, manabii, wala Injili, wala Zaburi, mwache aseme. Labda kama kusema kwake kuna kiuka Torati, kuna kiuka Zaburi na Injili, unafuka mpaka. Hawa kinyamaza, mawe yatasema. Mwalimu alikuwa na maana mawe, alikuwa na maana kuna njia nyingine mbadala ambayo hamwezi kuizuia. Ambayo hamwezi kuizuia. Na hiyo ndio itawasumbua sana, maana hamwezi kuzuia. Hamwezi kuzuia mawe asiseme. Waacheni waseme hawa. Badala wake kama watasema, utakuwa hatari sana. Mwalimu aliingia Yerusalemu Jumatano kama ya leo, Jumatano ya Pasaka. Alipokuwa anakaribia Yerusalemu, aliuona mji Yerusalemu. Biblia inasema Yesu alipoona Yerusalemu akaulilia. Akasema, Yerusalemu ni mara ngapi nimetaka nikusanye kama kifaranga, kama kuku anayekusanya vifaranga kwenye mbawa zake, lakini hukutaka. Kwako nimetuma manabii na walimu, ukawakataa, ukawapigwa kwa mawe. Yerusalemu, ukujua saa kujiliwa kwako, ukujua yapasayo amani. Aunywe mara nyingi, akishupaza shingo, ghafla atavunjika, ndio, na kamwe hatapata dawa. Mara ngapi Yerusalemu nimetuma watumishi wangu wakuonye juu ya njia zako mbaya, lakini hukutaka. Uliwapigwa kwa mawe, ukawakana, ukawazingizia. Tazama, umeachwa katika hali ya ukiwa. Umekuwa mahuru Yerusalemu, kikombe kimejaa. Adui zako watakuhusuru pande zote, watakuangusha, haitasaliwa jiwe juu ya jiwe. Yesu akaulilia Yerusalemu. Na unabii huu baada ya miaka 70 ulitimia. Walikuja Waroma chini ya Jemedari Tito, wakaivunja Yerusalemu, wakavunja hekalu lile la Sulemani la Herode. Leo hakuna jiwe la hekalu Yerusalemu, lilivunjwa miaka 2000 iliyopita. Ndio sasa hivi wakina Wayahudi wanafanya mpango labda wajenge hekalu lao, lakini juu ile hekalu sasa hivi kuna msikiti wa Uislamu ngumu. Lakini Yesu alitabiri hakuna jiwe itakayosalia juu ya jiwe ambayo itabomoshwa. Maana ukujua majira kujiliwa kwako Yerusalemu. Mtu wa Mungu, nakushauri usikiapo sauti ya Roho Mtakatifu wakati wote, usifanye mgumu moyo wako. Nimeweza kusema niwatakie Christmas, Pasaka njema. Jumatano tutakuwa na ibada ya Pasaka, yani Jumatano hiyo, lakini Ijumaa itakuwa ni Ijumaa ya Pasaka. Jumapili taazimisha kufufuka kwa Mwokozi wetu, maazimisho ambayo yataambatana
na ishara na miujiza na uponyaji. Maana itakuwa haba, tunaazimisha tendo kubwa, jambo kubwa ambalo litenzwa na imani yetu, kwamba mwalimu leo amefufuka, ameshinda kifo na kaburi. Basi kama Yesu amefufuka, afufuke na hali yako ya uchumi. Yesu afufuke na hali yako ya maombi. Hali yako ya kuomba na kumtafuta Mungu ifufuke ndani yako. Tutaongea Jumapili. Niwatakie wiki njema ya Pasaka. Mungu awabariki. Naitwa Anton Thomas Lusa Kelo, mzee wa upako. Caterpillar Transformer SMG. Barikiwe. Bye bye.